amechukuliwa sehemu kana kwamba amechukuliwa mateka, na anafanya kazi bila malipo. Huyu ndiye mtumwa. Esther, Mungu anataka kumheshimu na kumfanya kuwa mtu mkubwa. Huyu tunayemsoma ambaye alikuwa malkia, aliolewa na mfalme kwa sababu alipata neema machoni pa Bwana. Na Mungu alimtuma Mordekai akamwambia Esther, hii bahati ulioipata wewe ya kuingia katika nyumba hii ya mfalme ina makusudi ya Mungu. Amen. Amen. Daudi alikutwa wapi? Alikutwa machungani, anachunga kondoo. Hakuna hata mmoja anamthamini, hata katika familia yake mwenyewe. Lakini Mungu alimwambia Samuel, nenda kwenye nyumba ya Yese kajitwalie mfalme. Oh yes. Na Samuel alipoingia kwenye nyumba ya Yese, aliletewa watoto wa Yese ambao angalau walikuwa wa maana kuliko Daudi. Lakini Mungu alisema hapana, yupo aliye chini zaidi, yupo aliyedharauliwa zaidi. Mwisho walimleta Daudi, na Mungu akasema huyu ndiye mtie nini? Mafuta. Oh yes. Narudia kukusomea Isaya 43 mstari wa 4. Kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda, kwa sababu hiyo nitainua watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Kwa hivyo Mungu ameniinua leo nije hadi hapa ulipo. Halo? Bila kujali kwamba huna nyumba ya kuishi, huna chakula nyumbani, umetelekezwa na mume wako, umepata matatizo magumu, huna hamu ya kuishi. Mungu hajajali jambo hilo, amemtuma mtu kutoka kwake. Nimeingia kwenye mji wako. Ndio. Ni lazima utainuka. Ni lazima. Amen. Napokea. Amini utainuka. Amen. Mtazamaji unayenitazama, amini utainuka. Oh yes. Nina upako wa kuinua walio chini. Oh yes. Na upako wa kuinua walio chini. Kwa hiyo usihofu wala usijali kwamba mimi maisha yangu ni magumu, mimi sina thamani. Unayo thamani mbele za Bwana. Amen. Ndio maana Mungu amenituma nyumbani kwako. Amen. Napokea. Alikutwa wapi yule mjane maarufu anaitwa mjane wa Sarepta? Mungu alimtokea nabii akamwambia, nenda Sarepta, kuna mtu yupo karibu na kufa kwa njaa, ingia nyumbani kwake. Elia alikwenda ndani ya nyumba ya yule mama kwa maelekezo ya Mungu, na alipofika akambariki yule mwanamke, hakufa njaa na mtoto wake. Amen. Ukijiangalia mwenyewe ulivyo, utaona huna thamani. Maisha magumu unayopitia yanaweza kuonyesha huna thamani, lakini Bwana aliyenituma anasema ameweka thamani ndani yako. Amen. Amen. Nimekuja kukuinua. Oh yes, napokea. Nimekuja kukuheshimisha. Amen. Nimekuja kuwaambia mawifi zako kaka yao hakukosea. Amen. Piga makofi kama uko pamoja na mimi. Yeah. Oh yes.
utainuliwa hadi maadui zako wakikuona hawataamini kuwa ni wewe. Amen. Waliomuona Yusufu kwenye nchi ile ya ugeni, Mungu amembariki, Biblia inasema hawakuamini kuwa ni yeye. Yeye ndiye aliwaambia mimi ndiye. Mimi ndiye, msiogope. Bwana asifiwe. Amen. Watu wote ambao wanajua una maisha magumu sana na walikuwa na kusema vibaya, amen, watakusema tena lakini vizuri sana. Amen. Sema amina, sema amina. Amina, 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 amina. Watakusema tena vizuri sana. Watasema yule tuliyedhani anakufa ndiye anayetuponya. Ndio. Mahali popote akija nabii, mwanangu, nabii, hebu sema nabii. Nabii. Mahali popote ukiona amekuja nabii, elewa majibu yako yamekuja. Oh yes. Nataka niwaambie, nabii ni kipawa. Vipawa viko vitano kwa maana ya huduma. Yuko mtume, yuko nabii, yuko mwalimu, mwinjilisti na mchungaji. Mchungaji ana kazi yake, mwinjilisti ana kazi yake, mtume ana kazi yake, mwalimu ana kazi yake, na nabii ana kazi. Mimi nitaisema leo kazi ya nabii, na utaiona kazi ya nabii. Amen. Na utajua nabii amekuja kwenye mji wetu. Amen. Tuanze toka mwanzo hadi Ufunuo. Kila mahali unapoona muujiza kwenye Agano la Kale, popote unapoona muujiza, yuko nabii hapo. Amen. Kwa hiyo manabii ni watu ambao Mungu anawatumia kwa mambo yaliyoshindikana. Amen. Mbona hamuelewi ninachomaanisha? Oh yes, tunaelewa baba. Munaelewa vyema? Ndio baba. Nabii sio mtu. Nabii ni huduma ndani ya mtu. Ndio. Yule mama aliyekuwa na madeni ni mjane, halafu ana madeni, hana uwezo wa kulipa madeni. Anayemdai anasema atachukua watoto wa yule mama wawe watumwa. Baada ya akili yake kufika mwisho, alikwenda kwa nani? Nabii. Kwa nabii. Nabii alimpa mama ufunuo wa jinsi atakavyopata pesa. Mama alipata pesa kiasi, alilipa madeni na akabaki na pesa. Ndio. Hebu sema nabii. Nabii. Ndio maana shetani anawachukia sana manabii, kwa sababu anajua ndo wamebeba siri za mafanikio ya watu. Ndio. Na nabii hatambulikani na watu. Nabii anatambulikana na mtu ambaye Mungu amemtuma kwake. Ndio. Amen. Halo? Hello. Yule mama aliyekaa kisimani, Yesu alipomtabilia
Mama alipoona hayo na kusikia hayo, akasema, wewe ni nabii. Unayejua Joshua ni nabii ni wewe ambaye ninagusa maisha yako kwa hili neno. Amen. Askofu wa dini yako hawezi kujua. Ndio. Unafahamu wewe ambaye Mungu amejifunua kwako kupitia nabii. Ndio. Amen. Wiki ijayo kuanzia tarehe 3 mtaona miujiza ambayo mjawahi kuona. Vilema mtaona wanasimama wanakwenda, vipofu wanaona, viziwi wanasikia. Mtasikia makelele huko nje.